Yes, penzi mtazamaji, karibu tena, nimerejea kwa sababu hapa tunazidi kuangazia masuala mawili matatu na tunazidi kudiscuss some of the issues ambazo zinaendelea kukama up na siasa hapa nchini Kenya. So ladies and gentlemen, I am here to advocate some 2-3 things all about the mass action, the mass action of the 14 days from the Raila Odinga. By the way, tumepakisha kama siku 10 tuweze kufika zile siku 14 ambazo Mheshimiwa Raila aliweza kusema niruhusu nikupeleke moja kwa moja, kwa sababu tumesikia kwamba kuna baadhi ya viongozi wa Kenya Kwanza pamoja na mkuu wao, kuna vile wamejipanga na wameanza kuambia the western whatever hizi countries zingine za Europe kwenda America eti wafungie Raila asiende kwao akae huku because anaitisha mass action against the economy of this country. Let me tell you, na niliwaambianga mara ya kwanza kwamba ni kugumu. Huyu ukiona marais wote wanne ambao wamekuwa kuongozi wamefanya kazi pamoja na Raila Amolo Odinga, si eti kwa sababu ya faida zao, ni kwa sababu ya faida za Wakenya. Tukianzia na hayati Moi, alifanya kazi, ilibidi afanye kazi na Raila Amolo Odinga. Rais hayati Kibaki, ilibidi anyenyekea chini afanye kazi pamoja na Raila Amolo Odinga. Rais aliyestaafu Uhuru Kenyatta, ilibidi after kuserve the first term akaona ni kugumu, akasema ni kugumu, hata kama nimechukua second term, my friends, inabidi mimi nichukue Raila Odinga. Elections zilikuwa 2017, 2018 akachukua Raila Odinga handshake. And now I want to tell you Mr. Ruto, hii hata uende weke curfew, uende kula Amerika weke curfew, uende wapi, uende Europe weke curfew, Raila sikanyage, hata uende Afrika weke curfew, uende Pondo uweke Raila curfew huko, haitamshtua hata kidogo. And I want to tell you, giburi yako, it is going to cost you a lot more. Lazima utaumia, na Wakenya wakiumia watakuumiza wewe. Karibu sana. I want to discuss something. Hii tumeona kwamba eti kuwekea Raila curfew asitoke nje. Kwa sababu gani? Raila amezidi Ruto kwa sasa. Kwa sababu Raila akisema kitu amesema. Huyu jamaa kurudi nyuma si rahisi, unless huyu mwenye unapishana na yeye anyenyekea chini, amwambie tafadhali mzee, nimenyenyekea chini, nimerudisha mkia chini, sasa wacha tufanye PCD. Kwa sasa hivi itakuwa ni ngumu sana. Niliona Ruto akisema kwamba hawezi akatishwa mambo na sijui blackmail, sijui hawezi kufanywa nini. Mr. President, I want to tell you one thing. Hii paraza, it is going to cost you a lot. Investors, hakuna investor atakuja kuinvest kwa country ambayo iko na furugu. Hakuna investor ataamuka akuje kwa country ambayo iko na maandamano kila wakati eti anakuja kuweka investment huko. Hamna. Economy itakuwa more worse. Wakenya watakulilia, hata watoto wako watakulilia.
Bwana Ruto, hapa si kifua. Mimi nakwambia ukweli, hapa si kifua. Raila amekuzidi, ako na wafuasi ambao wanamtii. Raila ako na nguvu, ako na mamlaka ya kuitisha watu wake na kufanya maandamano, hata kama ni peaceful demonstrations watafanya, because here in this country umeruhusiwa kufanya maandamano ya amani. Watisha peaceful demonstration from January to January, economy itakuwa more wazi, investors watatoroka. Wewe unasema hatuwezi shituriwa. Wewe uko sawa sababu uko na pesa. Maskini watakuwa maskini zaidi. Wewe unacheza. Ruto unacheza. Mass action. Hey. Ni kama, unajua mass action ni kama mob justice. Mob justice ikifikia mwizi, mchawi, inamaliza. Hakuna kufikiria mara mbili. So Ruto, mass action ikiamua au wafuasi ni wa Raila Amolo Odinga, na uko na historia vizuri. Who is Raila Amolo Odinga? You understand? Wafuasi wa Raila Amolo Odinga, kama si Raila atasema wacha, hey, wewe watu useme, hata utumie guruneti, hata utumie punduki zote, hata utumie wanajeshi, mfuasi wa Raila Amolo Odinga hata akiona mfuasi mwenzake amepigwa na amekufa na amekuwa mazishi, amezika huyo, in the next minute tena kule. Sasa wewe, hii mass action, ni wangapi utapiga tear gas? Ni wangapi utapiga tear gas? Wangapi utapiga tear gas? Kubali tu umeshindwa. Wacha kuwekea vikwazo. Ukiwekea Raila vikwazo, hata shituliwa. Raila is not a tourist. And in fact, Raila Amolo Odinga hajawahi toka nje ya nchi ya Kenya. Eti anaenda kutembea, anaenda vitu zake. It is either ameenda kazi yenye alikuwa anafanya AU, sijui UN, whatever. And now, hajawahi, yeye si tourist kama wewe. Wewe Ruto kuwekewa curfew, wewe utakufa. Kwa sababu tangu ingia kwa serikali hii, umetembea. Sasa hivi umeenda almost countries zote tangu kuwe president. Na kusikia America, England, na kusikia Ethiopia, na kusikia wapi Addis Ababa, na kusikia sijui Egypt, sijui na kusikia wapi, na kusikia Saudi Arabia, na kusikia sijui Australia, sijui wapi Washington, sijui Washington, I don't know. We hear you. Yaani wewe unatembea tu, umetembea tu, wewe kazi yako ni kutoka. Hautaki hata utume hata ligi. Hautaki utume hata mtu akuwakilishe. Yaani unataka kuwakilisha kwamba ni wewe, ni face ya Ruto. Face ya Ruto imeapia hapa. Hey, wewe ikiwa kafi ya kutoka nje ya nchi, wewe utakufa. Raila, he doesn't care. And let me tell you, kuna country ambazo zinapenda Raila Amolo Odinga. Kwani hata kama asipande nje nje, Raila kuja tembea Kisii, enda Nyamira. Sasa hivi hii miaka 5 ako na kazi ya kukufanyisha wewe, sababu nimwambia afanye. Let me tell you one thing. Ruto, if I remind you one thing, you told Raila Amolo Odinga eti ajipange opposition. Si ndio yeye amejipanga? Mpatie time yake, amejipanga. In fact, Raila Amolo Odinga anafanya kazi yake perfect opposition. Raila, fanya kazi yako. Sisi tuko nyuma yako. Ukifanya kazi yako, wameanza kusema kwamba wanakuwekea curfew. Eti usende America. Kwani lazima uende America? Lazima uende America. Lazima. Si lazima. Stay here. Be humble. Be here. And sema hivi. Tulia bwana. Fanya kazi. Mass action. Watu watatoka. Ruto atatetemeka. Unajua, nilisomanga kidagaa kimemuozea. Sijui kama kuna mtu ambaye soma kidagaa kimemuozea. Hey. Yes.
Ruto utakuwa kama mtemi. And kama kuna mtu ambaye alisoma hicho kitabu, utaelewa vizuri sana ni nini kili happen kwa mtemi na Sababora. Mtemi na Sababora kiliumana kwa sababu gani? Kidagaa kilimuozea. Pia wewe Ruto, kidagaa kikikuozea. Unajua kusema kidagaa ni kinaya sana. Hakuna siku dagaa inaoza. I don't know. Let me use omena. Sijui kama omena, kidagaa kikikuozea juu yako. Ni juu yako. In fact, I have come to realize hao watu wanaandikanga hizi masati books ni watu ambao ndio maanake inaitwa ni fasihi. Anyway, sitaki kwenda mbali sana, lakini nataka kumalizia kwa kuambia Ruto, Bwana Mr. Ruto, chunga sana, kidagaa kitakuozea. Kwa hii mass action, kidagaa kitakuozea. Yeah? Tumetoka kwa uongozi wa Uhuru Kenyatta. Tumeingia kwa uongozi wa Ushuru Ruto. Hey, ni kubaya. Thank you for watching, ladies and gentlemen. My name kama kawaida ninaitwa Dr. Dennis. Ukipenda ukiniita Kukurikuntu Mr. Kata. Lakini kwa wale ambao unafikishia Ruto huu ujumbe, mwambie kwamba kidagaa kitamuozea baada ya siku 14. Nimeondoka, tuone baadaye.